Bwana Yesu asifiwe sana. Nichukue nafasi tena kukaribisha kwa ajili ya kujifunza maneno ya uzima ya Mungu ambayo yanatuwezesha na tusaidia kuendelea kumwamini Kristo Yesu na uweza wake na nguvu zake na mamlaka yake. Jambo moja najua kwa hakika ni kwamba Mungu ana mkusudi na mpango mzuri na maisha yako, na anatamani kufufua kila kitu ambacho kimesizi, ambacho kimekufa, ambacho kimelegea kwenye maisha yako, ili yeye apate kutukuzwa. Katika habari ya maisha ya kila siku ambayo tunaishi, tumejifunza na tumeona, tumesikia na imeandikwa kwamba Kristo Yesu anaweza kufufua kila kitu kilichokwisha kudhoofishwa au kuharibika na kikawa kipya na kiendelea kuishi tena. Kwa habari ya leo nataka kusoma kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 11. Yohana Mtakatifu mlango wa 11. Hii ni habari ya Lazaro, Martha na Mariamu, dada zake Lazaro, ndugu zake Lazaro na Yesu Kristo. Hii habari ni habari ambayo watu wengi sana wameiongelea na zimeandikwa hizo habari kwa namna tofauti tofauti. Lakini leo natamani tu nisome mistari michache uone ushirika uliokuwepo kati ya Yesu Kristo na Martha na Mariamu na Lazaro. Biblia inasema kwamba wa kipindi ambacho Lazaro anaumwa, dada zake au ndugu zake walimtuma mjumbe aende kwa Yesu Kristo awaambie yule rafiki yako anaumwa. Na Yesu anajibu anasema ugonjwa huo sio kumuua Lazaro. Lakini kilichotokea, Lazaro alikufa na akazikwa, na siku ya 4 ya tatu ndipo Yesu anaenda. Siku ya 4 ndio anafika kaburini na kuweza kumfufua Lazaro. Ni kitu gani ambacho katika maisha yako wewe kinakupa shida au kinakupa taabu? Umemlilia Bwana, umemwomba Mungu akusaidie katika jambo fulani, unaona kabisa kwamba huna tumaini tena au huoni kesho yake tena. Mungu hajashindwa, anaweza bado kukupigania, anaweza bado kukusaidia. Ukisoma katika Yohana mlango wa 11 mstari michache ya kwanza, nitasoma pale. Anasema basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana Mariamu akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Sasa niseme jambo moja hapa, kwamba kuna mambo ambayo unamuomba Mungu na unafikiri Mungu hajasikia au Mungu haelewi. Mungu anasikia sana, Mungu anaelewa sana, ila anaweza asikujibu vile unataka wewe kujibiwa. Anaweza asikuonyeshe njia vile wewe unataka kuonyeshe njia. Ni swala lako kubakia kuwa mwaminifu, kuwa mtakatifu, kuwa mwadilifu, ili muda wa Mungu ukifika aweze kutenda vile ambavyo angetaka kutenda. Na Biblia inasema katika Yohana mlango 11, sema naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwapo. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudini tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Katika maisha haya ukisoma na kufuatilia vizuri neno la Mungu, unagundua hata Yesu alipata upinzani wa kutaka kupigwa kwa sababu ya neno la Mungu. Alipata mashambulizi, alipata purukushani kwa sababu ya kuisema kweli ya neno la Mungu. Na nikuhakikishie katika kweli, tukisema neno la Mungu linavyotakiwa na tukidumu katika kulihubiri neno la Mungu,
upinzani huwa unatokea. Lakini hata kama upinzani ukitokea, haina budi kuendelea kufanya yale yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, ambayo ndicho tulichoitwa kukifanya katika maisha yetu ya kila siku. Mimi naamini kabisa kweli ya neno la Mungu ikifundishwa inavyopaswa, nguvu za giza zitaachia watu wengi sana. Watu watafunguliwa katika fahamu zao, watafunguliwa katika fikra zao, watafunguliwa katika uchumi wao, na wataishi maisha yenye furaha, amani na utulivu tele. Kwa hiyo tuna jukumu la kujifunza na kuona na kufahamu ya kwamba Mungu ana mpango gani na maisha yetu. Jambo ambalo nimeona Yesu akilifanya, na nitaruka katika Yohana Mtakatifu mlango wa 11, nitaenda mpaka mstari wa 25, 26 na 27. Nitasoma pale hicho kipengele pia kidogo ili uone, lakini nataka nikuonyeshe kwamba pamoja na kuwa ni Yesu Kristo alipata upinzani kutoka Uyahudini na wakataka kumpiga, lakini Yesu kwa sababu alikujua anaenda kufanya makusudi ya Baba yake, anaenda kufanya jambo ambalo litabadilisha Wayahudi na kuona vyema kuendelea kumwamini na kumwabudu, alibidika aende tena pamoja ambapo palikuwa na fujo au palikuwa na upinzani wa yeye kutaka kupigwa. Katika waraka wa katika Yohana mlango wa 11 mstari wa 25, nisome tu mara moja hapa. Biblia inasema, Yesu akamwambia, mimi ndiyo huo ufufuo na uzima. Martha, katika Yohana mlango wa 11 nianze mstari wa 23, Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Ndugu yako atafufuka. Yesu anamwambia, Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye anaaminie mimi, hajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Je, unayasadiki hayo? Yesu akamuuliza swali, akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Mstari 28, naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamwita umbu lake Mariamu farahani, akisema, mwalimu yupo anakuita. Tunaona wazi kabisa kwamba tunaweza kwa sengine tuna mawazo ya kusadikika kwamba Bwana atatenda, Bwana atafanya mbeleni. Hapana. Yesu hapa anamwambia Martha na Mariamu kwamba mimi ndio ufufuo na uzima. Na mistari ya mbele ukienda kusoma katika mlango wa 11 Yohana, utaona Yesu alienda kaburini alipokuwa amezikwa Lazaro, na katika mstari wa 44 anasema, akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Lazaro anafufuka, Yesu anasema mtoeni sanda, fungueni sanda aende zake. Inamaanisha kwamba kama Yesu alimfufua Lazaro aliyekwisha oza na kufa siku 4 kaburini, ni jambo gani ambalo una wasiwasi nalo kwamba hawezi kulitenda kwako? Ni swala la wewe kuamini kwamba anaweza kutenda yale ambayo wewe mwenyewe unaweza ukawa na shaka nayo. Yeye Mungu anatamani wewe ujenge imani yako kwake na ujidhabiti kwake, ili aweze kutenda yale ambayo anataka kutendea maisha yako. Amen.